Tuombe Trigo. Where are we going, Where are we? director, Madam Director? Anyway, karibuni sasa. You are the only lady here. I'm Do special. the necessary. I'm special. Mbaya, guys. Karibishe ma. Nikubaya. Nikubaya ni. Ni Alafu mbaya. umenipea hapa nini? Nini hiyo? Siku hizi naona pia management waliamua mkizungumza msiumie. Mbarikiwe. Tumeanza rasmi. Tuwarudishe mahali imetoka. Hizo nani baraka. Okay, sawa. Yes. Yeah. Introduction. Tukaribishe. So you are the lady, tumesema do the necessary. Hello guys. Na msiongee English. Na Kiswahili sanifu? Kiswahili sanifu zi. Hakuna cha Kiswahili sanifu. Mimi mkale mimi napotea. Baada kuna watu wanaongea Kiswahili sanifu na Kiingereza majambazi. Wewe huyu anasaidia asubuhi na mapema. Alafu anakuambia so tunazungumza badala tunaongea. Ati tunazungumza kadamnasi. Hakuna kitu cha kadamnasi. Wewe sasa introduce kwa Kiswahili. Mkalea elewe. Mimi nilisoma shule kubwa. Nitatumia Kiingereza. Wapi? Kama jilo ulisoma unapita mtoni inaitwa Sasa so in short niweke Kiswahili na Kiingereza. Fanya lugha yenye unaweza. Bora tuelewe. Bora tukuelewe. Yo, it's a guys, go serious. Yeah, tuko serious. Nasakata alafu tu. Story bila filter. Endelea, ni story bila filter takata. Episode nyingine ya story bila filter, leo mimi ndio dem peke yake. It's a blessing katikati ya wanaume wawili. Kabisa. Ningesema wenye misuli Tinginya lakini kama misuli tinginya. Kitambi nini? Telezi ama telezi kwa kitambi. Simu ikiwacha kwani huwa mnapanguzia wapi? Inafaa unafanya hivyo. Unapanguzia simu hapa hivi. Inakuaje lakini vile umesema. Anyway, by the way kitambo sana tukikaa chini tukizungumza kwa story bila filter. We, Kigen. Unajua mimi kuna vitu zingine huwa nashangaa. Kuna hii hashtag zilikuwa zinaendelea fear women. Alafu upande nyingine kuna fear men. Sasa nani ndio kuogopa? Unajua kuna vitu vingine. Mimi naona fear women what? Fear women. Fear men. No, in capital letters. Did you take your time today to fear women? If not, you should do. Umefanya nini? Uko sure? No, I'm just saying ni kitu yenyewe ukisha mimi wakati nilikuwa na grow up ulikuwa unaambiwa wewe story ya wanawake bana chungana na story ya wasichana. Na kuna dem pia unakutana naye anaambiwa bana aliambiwa wewe wanaume. Story ya wanaume wewe. Sasa mtu anataka unajiuliza nani ndio mbaya? I think inategemea na experience. Labda nilipita mahali nikapatana kijana fulani akanitengeneza. Lakini mbona unaongea story mimi nikakutengenezea wapi? I think inadependa ulipata mnani. Wewe kama ulipata dem mambo iko ndafiti ndio unasikia sasa fear ladies fear men. But me not think hivi I think siasa ni kama imekuwa mpaka kwa mapenzi. Okay. Umecheki? Siasa imekuwa mpaka kwa mapenzi. Juu ushaona hiki tili anza na siasa. Wase mse anaenda Raibado peke yake. Mamilioni ya pesa hata hajatuambia na hajakuja kutugawa. Lakini sasa ile anashikwa unasikia jamii yetu inaonewa. Unaona? Sasa sisi tuna react huyo jamaa analemeaje mtu wetu, lakini ukweli ni kwamba ni yeye peke yake ndiye amepatikana kwa makosa. So hiki kiko hivi pia kuna watu wenye mapenzi na inakuwa tungumu kwao. Ever. Hapo kwa mapenzi kweli. Inakuwa ngumu. Sasa huyu mtu ukipata bahati mbaya ukutane na advice yake. Awe pia unaingia kwa hiyo. Una fear men. And fear women. Sikudanganya. By the way ni ukweli. Kuna vitu zingine yenye mtu zikosa kumwakia, haimaanishi itakosa kukuakia pia. Unaona? But sasa shida tumeamua kuna saizi unajua vitu inaitwa tu hashtag. But niulize ukisema fear men ama fear women, what exactly tuna fear? Ni kupigwa, ni mtu kucheat, ni kutotoa do. What exactly tuna fear? Ile kandidato nimekwambia huwa tuna generalize. Kuna watu wako na pain. Anashindwa ataweka wapi. Umenielewa? And let me tell you
ni vile tu Mungu aliumba, utakula chakula kuna vile itatoka. So pia hata kama ni hasira ikija kwa mtu lazima itoke. Na lazima atolee kwa mtu mwingine. Like let me ask you. Leo hii ukisema fear men kwa sababu amekucheat na nani? Lady. Na lady. So ama wewe ni lady. Sasa unafia nani? Unafia who? I should fear the man. Kwa sababu the man alikubali the woman. Mwenye amemtoa kwa track ni nani? Ni dem. Unanielewa? Kuna third party. So Mr. blame third party na kuna huyu mhusika mkuu. Hata saa hii unajua nini? Unajua mnaona ndio tuko na shida. Jitete ameshika kitabu. Unaonanga sisi ndo tuko na shida. Hii niko na emotions. Unapata msichana hata nilikuwa jokes. Nilikuwa jokes tu nikamsalamia. Hello. Kesho anaona sijamsalamia na Mungu nisalamia. Leo umenyamaza. Umenyamaza nini mbaya? Unajipata ni kama ananitaka. Mimi sijataka lakini yeye wewe unaona tu ni kama ananitaka. Alafu unapata kama dem anajoko na dem. Unajua kuna kitu mbaya kama upate dem anajoko na dem. Alafu akwambie mimi sina shida. Ama kwanza wanasemanga anadanganya huyo kwanza. Wanasema kwanza unajua ndio wajue kama uko na dem unasikianga. Atisalimia mwenzangu. Inakuanga ama na dem yako akinipiga. Na dem yako akinipiga. Mimi nakwambia huyo atakupiga, huyo atakubondoa wewe. Unaambia dem sasa utanitembelea lini? Anakuambia na demu wako akinipiga. Ukifikia hapo uko service. Uko service. Sasa hapo mimi hata sijakatiana. Nimekatiana kweli. Umeambiana kutembelea ni kutembelea. Tuna amesema unitembelee kwangu. Mnatembelea na wapi? Na amesema unitembelee kwangu. Hiyo ni kama steps. Umepea mtu mahali ya kukanyaga. Wewe nikuulize. Umepea mtu mahali anakanyaga sasa. Kuna. Mimi acha nikwambie kitu moja. Hapo ndo unasemanga fear ladies. Fear women. Ukweli. Unaona kuna mtu alisema ati enemy ya mwanamke ni mwanamke. Ukweli. Ila ni ukweli. Wanawake wawili hata hawezi share nyumba. Watashare lini? Hawezi share nyumba. Unajua wewe unasema nini? Utakuja siku nyingine unapata watu waongeleshani bora unaingia nini mbaya? I think wanaume wanazaishi by then inakuwa ngumu na wanawake. Mwezi kaa tu. Wakati tarumbeta itapulizwa tutauliza saa God shida ilitokea wapi? Because you find kwamba I think it's almost something like nature. Wako hivyo. Let me tell you, utapata ukienda campus, wakati campus unapata population kubwa watu wanaishi labda wawili na but utapata wasichana wakiishi wawili watakosana. So I think it's something. Na hata si ati juu mwanaume ama juu ni nini, hata juu mtu aliacha kikombe watakosana. Some small issues. Sasa ndio maana nakwambia. Unasikia ati nguo zako ulikunja vibaya. Ati umenikasikia juu nilikunja nguo zangu vibaya. But tu niambie tu nguo zako ni kama ukunja vizuri. Ukunje tena. Lakini mbona unikasirikia juu nimekunja nguo zangu vibaya? Unajua mimi kwenye huwa nasema ladies not unless unajua kuna vitu zingine inafikanga na hapo ndo wanasema ngati wanadada wanakomaa haraka na chidogo wanakomaa nini hiyo. Sidhani kama ni kukomaa. Unaona serikali kwa akili. Yes kwa akili. Kuna kitu tu wanakomaa lakini si akili. Na yes kwa sura pia. Juu hata nakwambia kitu moja. Val. Kuna kitu moja ambayo mimi husema. Kuna kitu ambayo inafanya mwanaume anaweza kana mtu yoyote na pale popote inaitwa adaptation. Yaani kuna kitu mwanaume ana understanding vitu za kuweka kwa akili, vitu vya kuweka kwa roho, na vitu vya kuwaza, na vitu vya kuachia hapo. Unaona? Sasa unaweza ongea na jamaa leo, unapiga story na jamaa fulani, alafu unakutana na yeye tuseme baada ya 3 days mwambie uliamwaje? Anakuza tena aje? Nini hiyo? Unanielewa? But dem hata leo mimi naweza kupatia mfano. Guess tu pigia dem best yako. Uombe nilikuona juzi, ulikuwa unaenda wapi? Wapi hapo? Au ulikuwa kwa barabara tu unatembea? Atakuuza nilikuwa nimevaaje? Umenielewa? Yaani anataka zile details zenye sisi hata tuwekange kitu kweli uliniona. That's why unasema hapo kweli uliniona. Ukitaja tu unasema ulikuwa mvat trouser. Hapo nilikuwa natoka kwa shangazi yangu. Mara sijui nibali jana. Sio unaongelea siku ile. Munaongelea siku ile. Hata sijui nilikuwa nimebali jana. Sasa hiyo shida ya madem ni
mnaobserve vitu ndogo ndogo. Umenielewa? Yani nyinyi mna keep zile tunasema zile details zenye ni ndogo ndogo, and that's why nilikwambia nyinyi hamjui kuachilia. Ngumu. Hamjui kuachilia ati dem sasa hivi anaweza kosana saa hii. Tunaweza piga kura kama ni 2 term ama ni 1 term, ina depend. Bado hiyo kura nyingine ikikuja, bado watu waongeleshani. Yani hao watu wajui kuachilia. But sasa unajua si wanaume ndakujanga ilikuwa hivyo iza. Yani hiyo jina iza imesaidia, imeisha. Bro cheki sikujua, buda sikujua. Wacha ishe. Wacha ishe. Well, utulieni waambie kwanza story ya nilikuwa kwa relationship. Yes. Good. Kwa relationship. Unajua muongelee mambo ya msamaha na kusahau. This is a safe place. Kigen. Yes. Muongelee mambo ya msamaha. Umekea nini Kigen kwa chana anataka kufungua roho. Mimi sisi tumekosana jioni. Tumeelewana paka nimesamehewa, imeisha. Kwa umejua imeisha. Nimwambie babe sorry. Acha hiyo maneno iishe. Sasa kumbe inafaa niseme kwa nini iishe, nimefanya nini ndio iishe. Explain. Ni kwa nini iishe? Sasa si jioni usiku tumelala vizuri. Nimesamehewa asubuhi nikaona wacha nikue mtu mzuri. Nikue mtu mzuri, nikatangulia kuamka. Nikaingia hapo kutengeneza breakfast nini. Yaani ya msamaha kuambatana na msamaha. Ya msamaha. Inaitwa kuambatanisha msamaha. Mimi ndio hiyo sijakunywa hata sijajiwekea na muamsha. Baby unajua ni saa 2, siamke chai iko ready. Akanifanyia hivi. Nikamwambia baby ikaniring. Nini ugani kuna shida? Baby kwani hiyo story kuisha jana? Akanambia story gani? Nikamwambia hiyo mambo ilikuwa imeisha. Mambo gani? Nikamwambia baby really gani tena tuanze tena? Jana tumeongea. Alafu unajua si wakale kusemba hata hiyo baby ningangana sana. Ulijitolea. Hiyo baby ningangana. Nikamwambia kweli si hiyo maneno ilikuwa imeisha. Maneno gani hata kusema pole. Kumbe si kusema pole. Nilisema acha hiyo maneno iishe. Ndio wanaume inakuaga acheki hizo story. Akanambia yo unajua mimi si bro. Mimi ni baby girl. Uniambie ulifanya nini? Na uombe msamaha. Mimi mwenyewe hata sijui makosa. Wewe uliona mtu amenuna na ndio ishi. Unajua umekosea. Kawaida si unajua mtu akiwa amenona lazima mimi ndo mwenye kwa makosa. Lazima kwetu mimi. Unajua ni kama wasichana wanaanga makosa. Unajua ni kama wasichana wanaanga makosa. Akinuna hivi unauliza baby nimefanya nini tena? Ni nini nimefanya? Wewe sema tu nini umefanya mimi nitajua. Wewe sema tu. Hiyo siku ikapita. Hatukusuluhisha anything. Niliisha hivyo. Kwa sababu hata mjui shida nini. Ajua hata wakiniambia ukishajua ukuje. Sasa na unajua kama kuna kitu moja Kigen anaelezea na ladies lazima mjue hii. Ukiacha mwanaume guess kitu, guess hata yeye amefanya saa hiyo. Atiwe guess tu kama utaki kama unajiona unajifanya ujui wacha ikae. Akitakaa tu juu. Kweli mnataka muambiwe everything. Umefanya hivi. Fanya hivi. Hata ukishasema leo rudia jana. Leo tujue. Jana ilikuwa aje? Unaona tunasema ni opposite sex. Ni opposite vitu zenye nyinyi zenyu. Yenyewe ni opposite. Ni opposite, yani vitu yote tu ni opposite. Yani vitu zenye kweli unaweza ona ni makosa. Alafu mimi yani sometimes tunashindwa kuelewa ladies. Unaona? Unaweza kasirika kitu unajiuliza na sasa uguess kwanza makosa ulifanya. Uombe msamaha kwa hiyo makosa. Alafu sasa hiyo makosa haitasaulika. Watakukumbusha utakumbushwa kama kuna watu acha nikwambie mkitaka kuishi na mnaishi sana. Sielewi kwa nini mnaishi sana na maneno yenye mmewekana. Baraka tu za kulede. Mimi kuna siku nilishangaa ndo nikajua kuna issue kuna dem na hiyo dem kama atakumbuka asipokumbuka shida yake. Akikumbuka mzuri. So tulikuwa na Kigen huyu. So mimi niko mahali nilikuwa place hivi ndani. Niko napiga picha. So udem akalalamika kwa Kigen kuhusu kenye chali yake amemfanyia. Sijui chali yangu amenifanyia nini, sijui amenifanyia nini, sijui amenifanyia nini, sijui amenifanyia. Akalalamika, mimi nikajua hii maneno acha iishe kwanza ndo mimi niende huko ndani. Huko ndani. So nikatulia baada ya kama 10 minutes.
dem ameanza kuongea tofauti. Anaambia Kige hiyo dem baada kweli. Anaambia Kige ati oya, dem yako nipatie udemu nikupatie demu yangu mwingine. Nashinda. So Mungu kulalamika kuhusu chali yako ama mimi ndio sielewi. Unaona hapa kape. Exchange. Mimi nilishtuka na nasema kupea demu mwingine. Alafu anasema tunajuana, unashangaa demu wako mnajuana aje. Hiyo story ilibadilika hivi, demu mwenye alikuwa analia kama demu akakuwa mwanaume, nikafikiria ni wanaume wawili wako wanaongea vitu za wanaume. Huyu hapa huyu Kigina atakueleza. Mimi niko under 18. Ilikuwa ni trading demu wangu. By the way alikuwa trading. Alafu bado mnasema tusifie women. But still hata kama mtatufia the rates and the percentages of fearing men should be high. Unajua makosa yangu unakumbuka yote. Lakini si atukumbuki. Na wewe unafanya sijui makosa ngapi per day. Na siwezi kumbuka but kama ukijua this are reality. This is a reality. Unaona kwa any acid kwa hii dunia lazima kulikundwa base ya kuja ku neutralize. Mwanaume ndio hiyo kitu. A lady wewe una react. Wewe uko hyper. Yaani unahitaji tu mtu wa kucheki wachana hiyo vitu. Sioni kama ni ya maana. Achana naye. Yaani unahitaji hiyo base kwa acid. But tena si kila mtu. I don't know, kuna wale hawajui. Nani? Wanaume wajui hakuna. Ni wewe wacha tukuulize kitu. The way mimi naweza react kwa kitu si the same way. Awe ule mkisi. Ati sio wanaume wote. Tuseme mimi ni react tuseme aliangusha kitu. So mimi naweza react niseme mbona umepasua bla 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 bla. Sasa mbona mwambie naende ananunua glass? Sikia. So mwambie tuenda nunua ingine imeisha. Ni ya wanawake. Ni sawa lakini nataka nitoe example mbili. Sawa. Nitasema mbona umepasua hivyo na nini na niende nisanye vyombo na nitupe. Ndio. Hivyo ndio mimi labda nitareact. Kuna mwenye atareact in a different way. Utaangusha hiyo nini na nyamaze na aache hapo. Aache hapo hiyo kikombe yenye imeanguka. So utapata huyu mwenye hata ana react, it's easier kudeal naye kushinda ule mwenye ameona na akanyamaza kwa sababu hata sahau hiyo nini moja. Sawa ndio nimemwonyesha ya kikombe. Kikombe. Hiyo ni example, ni example. Hiyo example. The same akikushika umecheat, kuna yule ataenda piga hiyo dem na nyamaza timisha. Haijaisha. Kuna yule atakushika lakini nyamaze. Mash ona cheating. Mnafanya nini? Kuna. Niyo msichana mwingine amecheat na mimi. Niyo msichana mwingine na amecheat. Kuna. Si mimi. Let me ask you one. So, hawa watu kama nyinyi ni girlfriends wao mshajua. Si atucheat. Si atucheat. Baby ni my cheat kweli. Sijai. And then najua unaona. Unajua kuna at the end of this ni lazima tuweze kusaidiana. Unaona as a lady kuna kitu inaitwa unaweza analyze kitu kwanza. Umenielewa? If you want like ukitaka tu kusurvive na mwanaume analyze kitu. In fact kama kuna kitu mbaya kwa hii dunia yenye inaumanga mwanaume ni ajua unajua kitu na umenyamaza. Na hiyo kitu ni mbaya sana kushinda wewe ulipuke. Do you know that ukilipuka kuna wakati wewe utakuja uombe msamaha kama unataka hiyo relationship. Wewe utaomba msamaha na si wewe ndio umekosa. Depending ni nini. So usireact. Mimi naweza kosa kureact. Ikishafika mahali nimekosa kureact. Nimeona mara ya kwanza nikareact, nikanyamaza. Nikareact mara ya pili no changes. Nikishanyamaza, siku nitareact itakuwa ni on your side. Na hata nikuulize kitu moja. Una react juu ya nini? Kwa hiyo makosa labda nimekupata. Unajua ukisema kitu mara ya kwanza, unaongelea utulie. Nimekwambia wanaume itakuwa sawa. Wanaume wakosani hata wajua wamekosa. Si hata tujuani makosa. Nimekwambia makosa yako ni nini, tumetua ikaisha. Unaona? Ije tena ifanyike tunarudia kitu tulituliza ikaisha. Hapo makosa. Unaona kuna kitu inakuwa times 2. Lakini unajua sisi makosa yenyewe inakuanga tumesha delete imeisha. So ukinirudia kuniongelesha wewe ukirudia hiyo kosa. Lakini auseni unikumbushe. Nikukumbushe ni mpya. Ni kama ni dungwe hapa. Alafu ndakumbuka mtu aliwahi ni dunga. Kumbuka umedungwa saa hii. Haiwezekani. Lazima unajua
Karo. Na hata Karo tulifunga. Na Sharo tulisameana ilisha. Hiyo unajua kusameana. Lazima ndio ujue kweli wewe ni mkosaji. Unapata tunarudia kama nilikupata leo tutakumbuka ya juzi. Haifai. Sasa tuko na kufunza leo. Sisi wanaume tuko najiongelea. Mbona mambo? Sikiza, unaona kitu moja unataka ukishafuta usirudishe na swali usiwahi rudisha kwanza. Swali ni what will be the difference kwa sababu you'll be doing the same thing yes go same. Sasa rudio makosa. Kama nimetana na Karo nikienda kwa Stella, kwa nini tena uongelee Stella? Mbona uende kwa Stella? Sasa lakini usilete Karo. Usilete Karo kwa Usilete Karo. Lazima maliza hii Stella. Hakuna. Unapata tabia muongea na mwenzenu. Uwezi unaona sisi mmesema sisi tuna react. Mna react. Mna overreact. Fanya kosa moja yenye nikireact inaisha hivyo. Unaona? Nitatulia. Ama hata you find kuna wanaume anaweza kukosea January. The next time anakosea ni November. Unaona hata itakuwa maajabu. Sasa kuna mwenye anakosea Monday, Tuesday, Wednesday, hata si Tuesday, Monday ikwe. Sisi hata kwa wiki hatufanyi makosa tena. Wacha nikwambie. Wewe unafanya makosa Wacha nikwambie. Hata wewe. This what hii ndio nitakuwa uelewe na ushike na wenzako huko nje. Wao wanastahili kuelewa. Unataka kukaa kwa relationship vizuri. Unajua kitu moja ni sawa na vile Chelsea iliingia kwa game. Iko na by the way. Tulia tu kwanza. Ngoja niseme jambo. Usitaje mambo ya Chelsea. Sikiza tunataka kutoa mfano. Ni mfano tu. Ni mfano ndo uelewe. Unaingia kwa game uko na disadvantage tayari. Unanielewa? Ukiingia kwa game na uko na disadvantage tayari, uko more likely kusema hii game hata nifanye namna gani. Unaona unafika mahali unasema tuseme tulipigwa 5. By the time unalipa hizo 5 ndio uanze kwa winning, usha give up. So relationship nyingi za madem wanaingia kama wanajua mimi najua wanaume. Unaona? Hakuna yani uko pale kutafuta makosa. So au concentrate kwa kitu mzuri. Alafu tafuta notebook. Enda tafuta pesa yako. Na si notebook ya kijinga. Enda nunua notebook ya 2000. Kuna pages mingi vizuri za kutosha. Enda kaa chini andika hii kwa msichana ni makosa. Hii kwa mwanaume ni makosa. Yeah. Hii kwa msichana ni makosa. Hii kwa mwanaume ni makosa. Yote. So that ingine iko na full stop, ingine iko na question mark. Ingine iko na question mark. Ingine ni makosa. Ni makosa. Ni makosa. What I'm saying ni kwamba kuna kitu kwa dem. Unaona kitu moja. Kuna kitu like let me tell you one thing. Kuna wakati nilikasirikiwa sijapost mtu birthday. Mimi ukumbuka birthday yangu hata saa 6 ama saa 10 jioni. Saa 6 usiku. Leo ni birthday yangu. So unaona kuna vitu kwako una feel like unaanza kureact kwa hiyo kitu. Umenielewa? Ati mbona leo Kigena hajani post? Mbona haja? Yaani imagine kupost. Sijui kama utaelewana. Kwa mwanaume hiyo sasa unaona. Sasa unaona ile kitabu ya 2000 pia wanaume wanunue. Unaona sasa ngoja. Vile umesema tu wanunue kitabu ya maana. Pia wanaume wanunue kitabu ya maana cause ukiangalia hizi the reason watu wanakosana ni very very small things. Na hizi small things kama hiyo birthday ulikasirikiwa. Kupostiwa. Exactly. Ngoja. Wacha tu underline hapo kigondo. Birthday, si ndio? Kupost. Birthday. Unapata madem wana mind vitu ndogo ndogo yenye kwa wanaume. Kwa wanawake sisi ni vitu kubwa, kwa nyinyi mnaona ni vitu ndogo. So I think at the same time mkiwa kwenye relationship birthday ni kitu ndogo sana. Kwani harusi. Na simngoje. Ni nini mko na mbio? So the things yenye men wanaona ni small issues, kwa wanawake ni big issues and vice versa. Unaona? So kwa relationship at the same time, mimi the example tu yenye umepeana ulikasirikiwa juu ya birthday. Ukiingia kwa relationship, jua kuna hizi love languages. Jua huyu anapenda kufanyiwa hivi and vice versa. Mwanamume naye anafaa kujua huyu boyfriend huyu mzee anapenda hivi na hivi. So kitu cha kwanza the small things, birthdays,
sijui Women's Day, Sasa sijui Women's Day, Girlfriend's hata Day, serikali nyamaza, itangaze. Mother's Day, hizo vitu huwa zinamata kwa wana. Huyu ni victim. Sasa ni sawa, unaona what I'm saying So is this. pia hiyo kitabu ya 2000 Ni sawa, it's okay. Mimi nataka tuanze kurudishana vizuri. Kuna vitu ambavyo tuseme wazungu wanafanya. Sana. Umenielewa vizuri? Isikupatie pressure ulete hapa. Let me tell you one thing. Mimi nataka nikwambie hivi. Watu kuinje, sisi kama Afrika, most of us. Sawa, most. Nasema most kwa sababu kuna percentage kidogo ambao wanazaliwa kwa na plus. Most of us tunazaliwanga kwa minus. When I'm saying minus ni kwamba unazaliwa hata wewe hiyo siku yako ya kuzaliwa mzazi alienda akaomba pesa kwa jirani ndio utolewe hospitali. Na kuna wenye wanaanzaka wako na plus, yani babu yake alimwekea urithi ako na do. Umenielewa? Uko majuu. So huyu jamaa anaweza kupeleka out, anaweza kuwa na uwezo wa kukumbuka leo ni nini? Let me tell you, by the time 2002 by that stories of phones hazikuwa hapa. Hata hizo mambo za posting, and let me tell you, hizi ma app zimeanza ku trend juzi. App tu yenye ilikuja kwako popular ilikuwa ni kwanza Telegram, unajua ndio ilikuwa ya kwanza. Baadaye Facebook ikakuja. Sijui kama unaelewa. Baadaye sasa Facebook ilikuwa nini na nini, but hizi hizi kama sa TikTok nini na nini hizi zimekujanga juzi. Africa. So sisi shida moja na nyinyi ladies, kuna vitu mnaona mnataka kuapply. Mnaona zina feed kwanza Instagram. Una feed kitu kwa Instagram, unaona hivyo na feel hii ndio life jamangu akakuwa ananifanyia. If sisi pia tungekuwa tunachukua vitu online tukisema hawa wanawake pia wanataka wanawake haki. Kwanza tuitisha flatami hivi. Mimi nimeitisha 6 packs usiku, nimeitishwa 6 packs usiku. Mimi natoa 6 packs. Kuna wengine wanaona wazungu wanaweka muziki hapo, mtu anakuja una dance kwanza. Tungeanza hizo, mnaweza kweli? Haya. Mnaweza kweli? Wewe mnipe example mbili yenye 3 yenye watu wanakopi na watu wana mingi useme 3. Ndio maana nasema 3, sijakwambia useme 13. Sitamaliza. Nimesema 3. Moja acha tuseme hivi. Kama stories za kupostiwa. Hiyo ni 1. Si nyinyi mlibuni. Usi explain 1. Si nyinyi mlibuni. Lazima nieleweke. Lazima ieleweke. Mimi ndio nimeuliza. Lazima ieleweke. Ndio mimi najibu. Mimi ndo najibu. Moja ni hiyo kupost. Tumeelewana vizuri. Ya pili, tukuje kwa kupelekwa out. Ya 3. Afrika. Ya 3. Sijui kama tunaelewana, hiyo si ya Afrika. Ya 3. Ya 3 ni kwamba kuna yenye nyinyi wasichana mnataka kuingia ndani sana. Mna think pesa ndo kila kitu. Mnataka pesa, yani mnataka mahali kuna pesa. Tumemalizana na wewe 3 zako. Masha maliza. Kwani naisha hivyo aje? Nimesema 3. Ningeendelea lakini 3. Nimesema tu 3 only. Mimi hata unajua sasa mimi ni mkale sijui kupanga. Panga ndio yote. Ndakuwa na explain lakini chukua point ndani hapo. Sitaki u explain vile tunaacha mention. Sasa acha tuende na bash. Uko na points ama hauna 3? Niko na points ikiwa ndani ya paragraph. Twende na mash. Twende na mash. Tumekata kusema 3. Sitaki mu explain. Ndaka nijibu. Unasikia mimi niko na anniversary na mimi sijui. Kama ex ako na anniversary ya ex. Nini yangu? Mimi si hiyo imetoka wapi? Anniversary ya jana. Na ya pili. Ya pili. Hiyo mambo ya anniversary kwanza umeweka. Nimeweka hiyo ni yako ya kwanza. Ya pili. Mambo ingine msichana unataka ujipange mahari yako. Ati mimi ni value fulani. Hata mahari wacha hata moja wao. Nasema msichana anaongeleanga value yake. Unanipea pressure unaanza kuniambia vile mimi ni 2 million ama 10 million. No, ni high class. Continue ya 3. Hata wazungu hata walipi mahari. Hata sasa roanza yako wrong. Anza ilikuwa ifanane na mtume kopi za watu. Ile mpatie ile wasema na forge mpatie love language. Ndaka ya king. Love language. Hiyo ni Nalan. Wewe nilikuwa nataka yako 3. Love language we are men. Ndio we are men. Haya. Love language. Umemaliza imeisha. Unatetea wanadada wote. Imeisha. Hizo ni 3 kulingana vile umetupatia tuseme. 3 Sema yenu. Sisemi. Sisi hatuna makosa. Si explain Anza na love language kwanza. Kwanza anza na love language. Hiyo kwanza love mimi language. explanation ni Love language nilidani. Mash ulianza na kupost. Ukaenda ya nikaenda kwa tuseme gani? Pesa. Ukaenda sisi tunasahau. Nilikwambia nilishasahau. Mash alianza before mention 3. Akasema madem tuna copy
si ndio? A lot of things. A lot of things from wazungu na mnataka kutulipikizia. Sasa yes. As much as yes kuna some tulikopi sisi wote. So when it tulikataa ni explain. Maana tumekataa hata kuongea hapa. Unajua Kiingereza tu ni mwanaume mgani? Okay, tuendelee. Ni vile tuna jam. Kuna vitu as much time tuko 2026 kuna vitu zina change, kuna vitu kwa relationship. The same way wewe una date girlfriend yako, si the same way baba yako alikuwa na date mama yako. Unaona? Kuna that difference. So uwezi niambia uta date your girlfriend kwa ile mbinu ya 1990. Unaona? Haiwezi kuwa that same thing. Utapata kama hizi mambo na kupost haikukua huko kitambo, si ndio? Ni vitu yenye imekuja na social media kabisa. Ni vitu yenye imekuja simuache tunaendelea imekuja na social media, imekuja na the same things. Utapata kuna tabia wanaume pia utapata kuna mwanamume bila dem kumuuliza maua, mwanamume mwenyewe ananua maua. Huyo ni nani? Sikia, utapata kuna mwanamume ni birthday yeye mwenyewe ananua birthday idol ama viatu ananunulia girlfriend yake. Alafu kuna vile Kige alisema mimi ni mkale sijui siwezi fanya nini. Hiyo pia unapata iko ina position inakuwa challenge kwa some relationship. As much as wewe ni mkale Kige, kuna mkale on the other side anafanya vitu tofauti na vile wewe unafanya. Kuna kweli. Let me tell you relationship zina evolve. 5 years from now, 3 years from now utapata tena kuna some things itakuwa inakuja. Vitu yenye watu walikuwa wananunua maua watu walikuwa wananunua maua kitambo, sasa hivi watu wananunua maua. Sasa hata tunaenda position yenye mwanaume mwenyewe mwanaume mwenyewe huwezi ambiana sijui nahitaji nini. Watu wanasonga na wakati, watu wanasonga na muda. So you find hizi vitu kama Valentines, kama birthday, kama love languages zinasonga na wakati. Love languages ngoja session yake peke yake. Love languages haimaanishi ni msichana ndiye inafaa kuapply kwake peke yake. Sina kwanga hivyo mnipo. Kwani nani si hivyo? Sasa simuache nieleze. Sina tunakueleza uelewa alafu tuendelee. Love language ziko 5. Haifai kuapply kwa msichana peke yake. And the reason unapata kuapply kwa mwanamume ama mwanamume kuapply kwenda both ways ni tricky. You men kuna vitu kwao ni ngumu. Unaona? So the same way nikikwambia Vash mimi napenda gifts. Unasema mimi sioni big deal babe wewe kunibuy gift. That's why unapata kwa relationship inakuwa ni mwanamume ndiye ananunua kwa sababu kuna vitu wanaume hawapendi totally. Ama kuna wanaume sio wanaume wote exactly. Unaniliaje kwanza maua? Exactly ndio umeprove sasa point yangu. Hawezi nilia maua. Ndio umeprove sasa point yangu. Na kesho na nyama. Kige na umeprove point yangu. Kuna wanaume kuna zile love language haiwezi fanya. Sio kuna wanaume. Sio wote, kuna yule atasema mimi hata kuna mwanaume hata apendi kusikuitwa babe sijui nini. Okay? Depending na kiburi. Hiyo nayo tunapenda. Huyo nani? Depending na umri kwa sababu kama nje wanaitwa baby. So na depend na hizo love languages zina fall aje kwa relationship. Ikiwa the lady you are dating ana apply na inawa kwake well and good. Ikiwa pia the mwanamume ina apply kwake na ana accept well and good depending na relationship yenu ikoje. But let me tell you Mash na Kige. In the next 5 years kuna vitu tena tutarudi hapa kusema tumekopi kwa sababu things are changing. Relationships zina change. Watu kitambo sasa ungepata msichana mdogo anatembea na mwanaume wa 40 years unashtuka. But sasa unapata na ni kawaida. Things are changing na kuna vitu zina kwa kawaida. That's the reason as to why Biblia inatuambia God is the same, haiwezi change. Kwa sababu when you change things vitu zinaharibika. Let me ask you one thing. Nataka unipatie even two things. Mama yako ndo ndiye ananunua maua ama baba yako. Things are changing. Let me ask you one thing. 2 things zenye wazungu pia wamekaa chini wakasema acha tukopi kwa wale ladies kutoka Afrika. Na miaka 2. House chores. House chores. Wasema nini? Walisema Kiingereza. Kiingereza anasema nini? Unajua ndani sasa unajua ukiandika vizuri naandika. Unaona let me tell you. Sikiza. Kuna vitu zina change.
Juzi nimekuwa nikifuatilia kwa mtandao. Kuna dem mwenye alienda kufanya ni BBL. BBL. Zikajaa zikalipuka akakufa. Unajua kuna vitu zingine zenye let me tell you au kweli wa mambo ukiingiza. Ukiingiza like unasema yes we are changing, let's go with this. Kuna watu wanafanya. Kuna vitu ambavyo nimekuambia sisi tumezaliwa na minus. Kuna mtu mwenye ataenda hata kufanya hiyo hata tu bleaching ya normal. Unanielewa? Na kuna labda mafuta yenye nastahili ajitunze nayo ndio ifike. Ana hata hiyo pesa. Anaanza kulipuka na kuwa kama chura. Unashangaa mtu ni chui. Yani unashangaa unajiuliza ni nini? Juu nimekwambia si kila kitu tutaweza kukopi. Umenielewa? Kuna vitu Africans zilikuwa zinafanyika vizuri sana. Hizo ni kwa identify, and let me tell you as much as wanadada wanasema tuko tunaishi karne nyingine yenye mwanaume hizi nitawala, mimi mwanaume hizi nifanya nini, but let me tell you mahali penye kuna kutawala na kuna order. Do you know that? Mahali penye kuna kutawala kuna order. And that's why saizi unajua shida ni kwamba kuingia kwa relationship na new things. Yani uko na demands zenye sasa hazikuwa zinajenga. Unajua kitambo watu walikuwa wakikuja watu wengi wakioana. Basic thing inakuangaliaje? We are starting a family. Umenielewa? Na this family atuangalii leo, tunaangalia kesho. Umenielewa? Which means inasema saizi wacha tungangane. Hata wengine wanasema hivi, kuna relationship unapata watu wako sawa, anakuambia ni aje, tunaweza zaa tu watoto 3. Umenielewa? After tukimaliza tujue vile watoto tumepanga plan zao vile watasoma vizuri bila kusumbukana, and then tuanze unanielewa? But for ladies kuna vitu wao wanataka kwanza. Unanielewa? That's why tumekwambia kuna hizo vitu ambazo tumesema tumeiga. Yaani unakaa hivi umeshinda kwa TV hivi, umeona mtu amepelekwa kwa meli, amezungushwa. Wewe unataka meli lakini haina value kwako. Unajua kuna mtu akipelekwa kwa meli ina add value. Umenielewa? Naweza kupeleka meli utapike the whole day, yani huko tuko ukirudi umekuwa mgonjwa mpaka nijiulize. Kweli nimetumia 300,000 kwa huko Afrika. Juu Afrika hata tu petrol tu ya gari peke yake. Anatapika kwa dirisha, kwenda Kitale tu hapa. Kwenda Kakamega. Kakamega anatapika. Ula tropicals. Alafu amekwambia umpeleke kwa meli. Anafika huko tena anakuwa mgonjwa, sasa hiyo kitu ni mbaya. Yaani hajajaribu. Shida ni kwamba we want to test things ambazo si zetu. Ni sawa tu unaulete saizi mzungu anze kula makomoli hizo makomoli zetu na tingas. Ataendesha hata ataenda. Unaona? Anaweza enda. So ana ile uwezo kusema let me try this. But sisi wa Africa we want to try kwa expense ya kitu kama relationship. Do you know that relationship ni expensive sana? Some people maisha yao imechange. Some people life yao imechange due to relationship. Kwa sababu ni very serious. But now relationship tumeichukulia ni kama ni casual. Do you know that nakwambia relationship ni mzito juu ya nini? Wewe bado umelelewa penye umelelewa, mimi nimelelewa penye nimelelewa. Tunakuja kuunda another life. Pale pamoja. We have a lot of things ya kuanza kuangalia than kuanza kusema wewe kuanza kunichunguza na huyu jamaa hata hakuna siku moja amenibeba kwa mgongo akanipeleka kwa kitanda. Unaona? Hakuna siku ameniletea breakfast kwa kitanda. Watu wako na pesa leo, chakula hiyo kimwaka kwa kitanda, wanatupa hiyo mattress, wataenda kwa nyumba yao nyingine. Sisi ni hiyo moja na hiyo inanyesha. We don't have your time. Wanatafuta mtu clean. I'm just saying, unanielewa? Makosa kifanya. Unapenda kujitetea. No, we are just tunasema ukweli. Unajitetea. Haya, number 2. Kuna kitu kwa msichana ni funny. Once una introduce, ukiacha siku hizi unajua umechange. Unafaa maintain. Anything una introduce kwa relationship. That's why watu walisema hivi. Kama uliingia kwa relationship na uongo, jifunze tu kumaintain hiyo uongo. Kwa sababu ukianza kuongea ukweli wasema huyu siku hizi amebadilika. Unaona? Yaani wasichana mko na ile kitu ya kuanza kunotice na that's what tumwambia mnekanga details. Wacheni kuwa lazy. Kama ilikuwa round 3 mkipatana mpaka ukufe. Mbona unakuwa lazy? Wacheni kuwa lazy. Yani anything hakuna kitu inafaa change. Relationship kuna vitu zinaweza change kama technology, mwanamke kwenda kazi, lakini zile vitu zilikuwa fundamentals za kushikilia relationship. Babaka anakaa chini anakuambia, mnashangaa unakaa home, wewe unaenda tunasema acha niende nione gogo. Watoto wako wasema acha niende nione gogo na babu. Lakini saa hizi watoto wetu wakisema wanaenda kuona gogo na babu anaweza kuwa Mombasa. Nyanya yake anaweza kuwa kwa wapi? Kitui. Sisi kama unaelewa. Kenya ilikuwa na keep relationship. Hizo ndio fundamental things tunataka watu tuiangalie. Tuache kutoa za pale pengine tunaleta hapa. Kuna hiyo story. Ukweli? Mbona na jam? Unajitetea au tu kujitetea? They are trying to tetea what I'm saying is this. Kama uko ready kwa relationship, wacha. Especially
them. Kwa sababu issue kuna always ready and wanakuwa lazy. Ujai kwa gari huko unasafiri tunatoka hapo nenda Nairobi na mwenye amekaa kando yako ni mwanaume na akakukatia hapo. Always ready. You people are lazy. Kwa sababu amekuwa lazy kwake akaamua kuanza nyingine katikati ya safari. We are always ready. In summary, tukimaliza relationship, wacha nisaidia watu wa Chelsea. Unajua mambo yao sasa ni mingi na depression. Ukitaja tena Chelsea na kufundisha. Sasa what I know ni wasichana wewe mnaelewa. Bora tu what? Unanielewa? Cheki. Relationship. As much as unasema itafika mahali watoto wakienda kuona gogo, mwingine anaenda Mombasa, mwingine anaenda Mombasa, generation ya sahi. Itakuwa ile generation. Ile nyingine. Watakuwa ndio generation wote. Unaona mwingine anasema ati I have father 1 na father 2. Hata mother 1 na mother 2. A and B. Roman 1 and Roman 2. Relationship zikifail ama zikiwork ina depend na mwanaume, at the same time ina depend na mwanamke. Unaona ndo relationship work nani ndo important kwa relationship? Kila mtu ni kila party depending na type tu of the relationship. Unaweza pata kwa relationship ita depend na mwanamke, kuna another relationship ita depend na mwanaume. So for a relationship to work, tufike mahali tuseme sasa Kigen anatoka soko tunapeleka bahari, it depends from both sides. Na ndio ifike to that extent ikweni kwamba mwanamke umejua huyu mwanamume likes and dislikes ni nini, and vice versa. Mimi nijue huyu anapenda hii na hapendi hii. Isifike tena mahali unasema sasa unajua tukijaribu kunini tukianza kusema kitu tunataka muda itupea. Nyumba tumepewa imepaintiwa white. Umenielewa? Tumeletwa hapa ndani mimi na wewe. Kama wewe kama dem, mimi kama chali. Alafu sasa tukuje tukae chini. Nianze kukuuliza. Val, unapenda kala gani? Naambia mimi napenda pink. Tupake hapo pink. Wewe nao niambie sasa Mash, wewe kala yako ni gani? Mimi red. Nipake hapa red. By the time tutamaliza, hii nyumba itakaa kama kwa mganga. So what I'm saying, once umeingia kwa relationship, wacha kenye mimi nataka wanifanyie, okay. Mimi nifanyiwe nini? You are going ni sawa na saizi sisi. Unaweza kuwa tumeshika constitution ya Kenya. But wakati tutafika Uganda, kuna sheria zinafanya kazi Uganda. Ukitaka tukae vizuri tusishikwe na Museveni, tusifanywe nini? Ni lazima tujue mimi na wewe tujifunze sheria ya Uganda inafanya nini hata kama sisi ni wake. So wakati unaingia kwa relationship, lazima ujue kuna sheria za relationship. Hiyo tu unaona wakati mtajua kuna constitution kwamba hapa kuna kichwa. Sikiza hapa kuna kichwa, mali na kichwa. Sikiza, unaona mali inasumbua yenye mimi nakwambia. Wacha nimazane na umsana. Tutoke tuende. Huyu ameanza dhuluma. So wewe yako hiyo ni dhuluma ya jinsia. What I'm saying in this value kweli ya mambo ni hivi. Kwa nini kwa kazi watu wanakaanga vizuri? Sheria. Na wanajua kwamba ukienda kwa kazi pia kwa hiyo unapatanga kuna kitu mimi naweza penda. Unanielewa? Mimi kama mlunje hapa hivi ninaweza toa maoni niseme hapa kwa studio hapa kando kukoko na picha ya kuku. Nasema kama mfano. Ama nilete kitu fulani hapa. But siwezi fanya kwa sababu sheria hapa hainiruhusu. Umenielewa? Tutaweza kaa karibu miaka mingi kwa sababu kuna sheria ambazo ziliwekwa ya mahali fulani. That's why nakwambia if you want to stay kwa relationship vizuri, lazima mjue kuna sheria za relationship. Umenielewa? Na kama wewe ni dem na chali, ukiidentify mimi na fall wapi, nini inafanyika. That's unapata wao kina mama ukifanya ujinga wanakuangalianga TV wanasema hiyo watoto ya squeeze. So wanasema katu hivyo. Kwa sababu tumeshindwa kuelewa sheria ya relationship ni aje. Sasa hizi kila mtu anakuja mimi siwezi kufanyia, mimi siwezi fanya. So kila mtu inakuwa ni kama ni kichwa. That's why unaona inakuwa ngumu. Utapata jamaa anaacha dem mwenye amesoma afanya nini, anaenda kwa ule mtu unasema ametafuta ule mtu mjinga. Si mjinga, ni kwa sababu kuna sheria za relationship. Hizi pia ni kama sawa iko na katiba yake. Kama ujui mimi nimemaliza. Wewe sema kwa yeye. Maliza hiki. Wewe maze hiki ni kama hata West Part. Hata hii maoni nakupatia sijui yani na sijui watoto wangu ndo advice. Ati sheria. Alafu sheria. This is true. Sheria yenyewe inakandamiza huyo bibi ama huyo haiwezekani hizo sheria. Tunamaliza, alisema nimalize. Maliza. Alisema nimalize. Hiyo story na sheria iko ni nini sasa unanizungumzia? Do you know iko? Sheria iko.
Yeah, lakini do you know iko? Unaona kama ujui iko tumalize. Kata hiyo kitu. Kata maliza. Huyu this Maliza hiyo kitu.